Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, brothers and sisters, kama kawaida. Inakuwaje mzee wangu D Mswati? Of course, kabisa. Yaani unyamu za tumepoa. TBT fulani hivi. Si ndio? Misimamo. Right. Bwana Mo Rush hapa kijukuu cha mtaa kwenye recap siku ya leo ya Alhamis kidogo tunataka tugusie mzee wangu vitu fulani hivi ambavyo the way tunazungumzia muziki wa zamani na muziki wa sasa hivi pia kwa ujumla. Kabisa. Tukiangalia ujue muziki wa zamani mpaka sasa hivi unaishi sana. Na ndio maana kila inapofika Alhamis hivi tunakuwa kama tuna uwenzi hivi. Yaani kuna namna kabisa tunaona kuna haja ya kusikiliza muziki wa zamani kwa sababu kuna vitu pia ambavyo vinaishi na mpaka sasa hivi vinaonekana. Yaani kama walikuwa wanaimba kama mwaka wa mbele. Wapo miaka ya mbele wakina Baraka Mushe hao. Right. Yeah. By the way, Ndiyo. Muziki wa zamani unaishi sana. Na tuna utazama, yaani hatuchoki kusikiliza lakini pia hatuchoki kuutazama. Yeah. Kwa ufupi unaweza ukaona kwamba kitu gani ambacho wasanii wa zamani walikuwa nakizingatia zaidi tofauti na wasanii wa sasa hivi ambao especially bubblegum zimetawala sana mzee. Kabisa. Yeah, right. Unaweza kitu gani ambacho unaweza ukakiona kwa wasanii wa zamani ambacho walikuwa nakizingatia zaidi? Kwanza kwa wasanii wa zamani wakina Baraka Mushe hao na wengineo ambao walikuwa kipindi hicho wapo kwenye game. Bwana, wasanii wa zamani walikuwa wanazingatia sana utunzi. Umeelewa? Walikuwa wanatunga sana. Wanaumiza kichwa kwenye kutunga. Umeelewa? Wasanii wa sasa hivi ni wachache sana ambao wanakaa chini wanaumiza kichwa chao. Sasa hivi tunao wachache sana wakina Mbosso. Umeelewa bwana? Au ndio tuko nao sasa hivi. Zamani bwana walikuwa wazee wanakaa wanaangalia sana utunzi wao. Umeelewa bwana? Kwa kwangu mimi kwa wasanii wa zamani kwamba kwenye utunzi walikuwa vizuri sana. Yeah. Right. Umezungumzia issue ya utunzi hapo. Yeah. Nakubaliana na wewe. Lakini pia the way zamani walikuwa unajua wanazingatia sana. Wenyewe walikuwa especially walikuwa wanailenga sana jamii. Msanii alikuwa anaimba sio yeye binafsi. Yaani alikuwa anaitazama jamii sana kuliko yeye. Kabisa. Yaani mara nyingi walikuwa wanaimbia jamii. Na zamani unajua wasanii walikuwa wanaimba walikuwa sio matarajio yao pesa sana. Unajua sasa hivi muziki biashara. Yeah. Hapana. Mifumo ilikuwa iruhusu kuingiza pesa. Ndio maana pia muziki wao ndio maana walikuwa wanaimba unagusa na unaishi. Kwa sababu wenyewe ilikuwa sio biashara sana. Tofauti na sasa hivi unajua msanii anaweza kaingia kwenye game ya music, target yake ni kupata pesa. Sasa unajua. Unaona ukuta inamlazimu anaweza kakaa mwaka mzima miaka miwili hajatoa ngoma, ikamlazimu yeye ngoma yoyote hata bubblegum ambayo itakata wiki 2 mwezi ili mradi tunayeonekane kwenye game bado anaishi. Kwa kingine pia wasanii wa zamani walikuwa wanazingatia sana kuisemea jamii, kuimbia jamii. Naelewa. Mpaka sasa hivi kuna vitu ambavyo viliimbwa na wasanii wa zamani. Unakuja sasa hivi unavisikiliza unasema hao walikuwa wananiangalia wakati na aso nini ndio wananiimbia au wengine walikuwa hajazaliwa miaka 2000. Unasikia Georgina. Oya, ani mapenzi fulani vya ambayo hapo ani sasa hivi watu ndio wanayaishi. Unaelewa? Yeah. Sasa by the way pia kuna baadhi ya artists pia sasa hivi ambao wanafanya music sasa hivi. Kuna sample ambazo wanazitumia kupitia muziki wa zamani. Sikupingi mzee. Umeelewa mwenyewe pia kuna baadhi ya ngoma umezisikiliza lakini mwenendo unakuta kama kuna sample za ngoma za zamani, rumba sio rumba, nini sio nini. Na nielewa vizuri. Mfano mzuri tunaweza tukapita kwa haraka wakati huo mwenyewe kama kuna artist pia yote ambaye ushawahi kusikia sample yake kwa namna ukapita kwenye goma fulani utaniambia. Tunakumbuka mwaka jana kwenye room number 3 EP ya Mbosso. Kuna ngoma ya nusu saa kama unaipata. Toshi nusu saa. Mwisho kabisa ile nyimbo pale kuna verse ambazo kaingizia ngoma ya kitambaa cheupe. Mikono baba. Unaelewa? Na sio kama kuiga ama kuiba. Appreciate. Sometimes wana appreciate lakini pia sometimes ni njia pia ya kuenzi muziki wa zamani. Is that true? Yaani usipotee kirahisi. Unaelewa kuna watu pia wana tabia kujisahau. Kumbuki kama kuna ngoma kitambaa cheupe iliimbwa miaka ile. Kwa hiyo inakuwa wasanii sasa hivi wanakuwa wanatumia hizo kama kuenzi muziki wa zamani. Sio kwamba kwa ubaya. Si ndio? Kuna msanii mmoja alikuwa anaitwa Beka kitu kama hicho ile. Jamaa alikuwa
embedodo sample unajua kuna hilo goma hilo hilo goma limbaga mzee nani jamani oya watu walikuwa wanaimba lakini jamaa alichukua akaiweka unaelewa na ikafa poa sana. Ukiangalia wakati Wasafi pale 2016 15 walitoaga ngoma inaitwa Zilipendwa by the way. Zilipendwa kuna migoma fulani unasikia kabisa kweli zilipendwa. Zilipendwa unamsikia kuna muda Rayvanny pale anaimalizia anapiga jingo fulani ilitumika na mzee ile ni Baraka Mshere Wasafi umeona bwana sample kama hizo sample kama hizo so in short kwamba vitu vilikuwa vinaonekana sasa hivi sasa watu wajukuu na vichukua sasa wanatumia right. Nilikuwa namzungumzia Mbosso hapo kwenye hiyo kitambaa cheupe by the way ni ngoma ya marehemu King Kiki kitambaa cheupe rest in peace kitambaa cheupe. Mimi ngoma ikipigwa mzee wangu popote kukaa na kwa ni vigumu goma limetupa wapenzi lo hapo wanangu goma design fani na mashairi fani pia ya kunogesha. Lakini pia kuna mwamba Rayvanny kwenye album yake ya Sound of Africa kama unaipata for sure kuna ngoma inaitwa Zamani kwenye ile Zamani ile kuna ngoma moja inaitwa Sina Makosa baba that true Zamani ukimsikiliza Rayvanny mule kapita yani kama wenyewe yani kama wenyewe kabisa wakali wa rumba wale wakali wa rumba unazisikia kabisa zile unasikia hizi melodies za kipindi fulani miaka ya nyuma kabla ya game halijachangamka mambo ya audio maki mashaza msijuma Amazon kuja watu walikuwa wanafanya hivi walikuwa wanatumia kwa hiyo ni katika namna ya kuenzi muziki wa zamani na mimi naipenda sana hiyo by the way hasa kwenye masuala kuna mwanangu mmoja anaitwa Tofanizer what's up Tofanizer msanii wa Singeli unajua injili popote mzee wangu unajua unaweza kuisambaza injili kwa njia yoyote kabisa. Kuna ngoma fulani inaitwa Mungu alimuumba Adam ya Christina Shusho ile naifahamu mwamba kapita nayo kwenye muondoko wa Singeli yaani ukisikiza mpaka unasema kawezaje unajua kuna watu wanatumia ngoma za watu za zamani miaka ile mpaka unajiuliza katumia yani kapitaje yani ubuni yani unajua mtu sio rahisi ni ngumu kama hivyo nimekuelezea kwa Mbosso kitambaa cheupe hiyo Rayvanny Zamani mpaka mtu anajiuliza yani kawezaje kupita ni wengine sio rahisi ni ngumu sana kwa sababu unatoa mashairi kutoka kwenye biti fulani unaleta kwenye sample nyingine kwa hiyo inakulazimu wewe sasa usipite kama alivyopita mtu wa kwanza sasa si ndio uibadilishe alafu iwe kama ni wewe yani uve hadi sana so mwanangu nilimsikiliza pia na yeye nione nikasema bwana mwanangu katisha sana yani sio wote ambao wanaweza kabisa unaelewa ni katika namna ya kuenzi muziki wa zamani na mimi na appreciate sana yani kwa kila ambaye anafanya sisemi kama wanaiga hapana yani ni katika namna tu bwana tuenzi bwana muziki for sure kwa sababu muziki wa zamani kama alivyosema hapo mwanzo kwamba ni muziki ambao watu walikuwa wanagusa jamii totally sasa hivi sio kama wasanii wa sasa hivi hawagusi jamii wanagusa jamii kwenye upande mmoja tu wa mapenzi ila ukirudi na nyimbo kama hizi mwisho wake kutungwa za kugusa jamii pale kipindi cha kina Feruzi Professor J umeona bwana kuna goma la kina Feruzi liko ni nini ile la mambo ya afya ile si unajua naipata magoma kama yale sasa hivi uyakuti mzee wangu uyakuti yale ya kusemea jamii kwamba tatu tuepukane na ile ndio mpaka yatokee labda yatokee matukio mfano kipindi cha corona ugonjwa wa corona by the way hiyo ngoma unayozungumzia ya Feruzi ya Professor J ambaye alikuwa anaelezea gonjwa la ukimwi madhara na nini ushauri hapa na pale inatokea hata kipindi cha corona wasanii walisemea sana namna kujikinga umeelewa yani kuvaa barakoa kunawa mikono na nini waliimba sana kwa hiyo wenyewe waga ni matukio na matukio na ndo kazi ya msanii unawasilisha ujumbe kwa njia ya kuimba lakini zamani walikuwa wasubiri mpaka itokee hapana wenyewe wanajua ni muda wote mambo yanaishi kwa hiyo
tuelimishe vipi. Yeah. Na nakumbuka pia na kuna ngoma ya Mbosso inaitwa Tupendane. Yeah. Mzee wangu na kumbukumbu unapata mzee Njenje Kilimanjaro bendi hiyo. Tupendane. Alikumbusha mbali enzi zangu. Enzi zipi za babako hizo? Enzi zangu za mshua. Bwana. Hizo nyimbo sikute ndo mdingi wako alimpatia maza hizo. Kama hujui kuimba hiyo party. Yeah, that's true. Right. Yeah. So mimi nakubaliana sana na baadhi ya artists ambao wanajaribu kupita na sample za wasanii wa zamani. Sababu wanatukumbusha pia kwamba zamani pia kulikuwa kuna muziki wa aina fulani unaimbwa. Ilikuwa hivi na hivi. Kuna watoto wamezaliwa miaka 2000 hapa. Hawajui kabisa kama kulikuwa kuna kina mzee Njenje, kizazi cha buku mbili cha Simba. Kila Baraka Mshie hawajui kama walikuwepo, walikuwa wanaimba muziki. Kuna goma fulani hivi walimba gazi fulani, unajua ile kwamba ni walikuwa na mpenzi wanatoka na mtu mmoja. Anambia yule si wako. Ndani ni mali yangu mimi na wewe. Ni goma fulani vya ambalo watu wanajaribu kusawazisha, yani yule si wako. Sina makosa sina makosa. Hatari sana. Hatari. Taka kuniua yule sio wangu wala sio wako wako. Nimekaa poa mzee wangu. Yes, ilikuwa ni TBT Yeah, TBT leo kwa nikaona so kesi mtu tuisemee na sio vibaya, waendelee kuchukua tu madini. Waendelee. Lakini sometimes kuna malijendi ambao bado hapo wakisikia ngoma zao zimeimbwa na nini na bado ujanja na mind. Kwa nini? Sometimes wakuja na kuaga ni makubaliano. Nakumbuka hata wakati Diamond na Rayvanny 2015 kitu kama hicho wanaitwa Salome. Yes, walichukua nani The Way mama yetu kutoka pale wapi Uganda, Saida Karol. Bukoba. Yule ni Bukoba au Uganda bwana? Bukoba. Saida Karol. Tekenyaga kana. Wala wanasema usitani. Lakini negotiation ikafanyika, biashara ikaenda. Right. So sometimes makubaliano tu mambo yaende. Na kwa poa sana. Mega Kinyamwezi mzee wangu. Yes. Okay. Bwana tulikuwa tunapitia recap kidogo ya muziki wa zamani pia ambavyo unaishi, artist pia ambao walikuwa wanatumia nguvu kuwekeza ili muziki yao iendelee kuishi mpaka sasa hivi tunaishi. Kwa maana kila unapofika Alhamis watu wanaienzi na kuisikiliza kila sehemu wanapita wanasikiliza. Inakuwa poa sana. Bwana mimi naitwa Morris kijikuu cha mtaa. Dimswati. Nyuma kamera aitwa director Jokes, atahakikisha sisi tunashine Kinyamwezi kabisa. Ama vipi mzee? Yeah. Tumpe maua. Amepoa alafu.